Wana Simba hivi sasa watulie, waache pressure, waendelee na maandalizi ya Benjamin Mkapa. Yani wale wanaotoka Kigoma waje. Waendelee na VIP. Waendelee na maandalizi ya Benjamin Mkapa, na taarifa rasmi tutawapa punde mara baada ya mechi. Lakini sasa kuna taarifa za Mpanzu ni mchezaji wa mkopo. Na mwisho wa msimu Mpanzu anarudi Club Vita ya kule Kongo. Yani wanatoa. Mbona kama hao watu wa maamuzi dakika 72 dakika ngapi hizo wanafanya? Wanatoa mapema. Mbona maamuzi ya Simba ya kugomea ule mchezo iliitishwa kamati ya masaa 72 wakatoa maamuzi? Taarifa kwamba huenda mchezo wenu ukachezeka Zanzibar inapoteza focus kwa namna moja ama nyingine katika mchezo wa kesho kutwa wa finali ya kwanza. Taarifa hiyo tumeipata na of course imewatingisha pakubwa mashabiki wetu. Maulizo yamekuwa mingi na simu zimekuwa nyingi na taharuki of course imekuwa kubwa kuhusiana na ratiba ya mchezo huu na uwanja wa mechi hii. Lakini taarifa rasmi ambayo nimepewa na viongozi, nije niwaambie wana Simba ya kwamba kwa sasa uongozi focus yetu ni mechi ya tarehe 17. Yani viongozi hivi sasa hatujihusishi chochote na taarifa hii. Badala yake tunawekeza nguvu kubwa kwenye mechi ya tarehe 17. Na kwa nini tunafanya hivyo? Kwa sababu mechi ya tarehe 17 ndio mechi itakayotoa mwangaza tunaelekeaje mechi ya tarehe 25. Tunafahamu ya kwamba Berkane anafanya kila anachoweza amalize mechi hii ya finali kwenye mechi ya kwanza. Yani apate matokeo mazuri kwenye mkondo huu wa kwanza ili kwenye mechi ya marudiano kwake iwe mseleleko. Na alifanya hivyo kwenye mechi ya nusu finali. Alikuja hapa CS Constantine akafa goli 4. Kwenda kwenye mechi ya marudiano kule Algeria ikawa ngumu, kashinda goli 1 lakini hakuweza kurudisha zote goli 4. Kwa huo ndio mpango kazi ambao ametuandalia sisi Simba Sports, kwamba kwenye mechi ya kwanza apate magoli mengi, amalize kazi hapa. Akija Benjamin Mkapa aje amalize kazi tu ya kurelax. Sasa sisi hatuko tayari kumpa hiyo nafasi ya kutumalizia hapa nyumbani kwao. Na ndio maana tumeweka kando vitu vyote kuhusiana na mechi ya mkondo wa pili, na badala yake tutumie nguvu kubwa na maarifa makubwa kumaliza mechi ya mkondo wa kwanza. Tukisha maliza mechi ya mkondo wa kwanza, uongozi utatoka hadharani na kuwaambia wana Simba ya kwamba mechi ya tarehe 25 itachezwa katika uwanja gani. Wana Simba hivi sasa watulie, waache pressure, waendelee na maandalizi ya Benjamin Mkapa. Yani wale wanaotoka Kigoma waje. Waendelee na VIP. Waendelee na maandalizi ya Benjamin Mkapa, na taarifa rasmi tutawapa punde mara baada ya mechi. Mbona kama hao watu wa maamuzi dakika 72 dakika ngapi hizo wanafanya? Wanatoa mapema. Mbona maamuzi ya Simba ya kugomea ule mchezo iliitishwa kamati ya masaa 72 wakatoa maamuzi mapema? Wale bodi ya ligi wangekuwa na mapungufu ya Yanga katika ule mchezo wa tarehe 8, wangesha taarifa, wangeshaitoa mapema. Mbona hizi fine wanazipiga mapema? Mtu akifanya kosa ichelewi. Ya Alikamwe walichelewa, walikaa siku 2-3 wakatoa. Sijui akina Manala walifanya hivyo wakatoa. Sijui Yanga wamefanya nini. Sasa ukiona hivyo hawana majibu ya kusema. Na kile cheo pale kila mtu anakitaka. Kile cheo pale, zile viti pale walivyokalia, kama CEO, kama mwenyekiti mzee Mguto, maana huyo kama mzee Mguto yeye mwenyewe ana hata timu anayoiwakilisha, lakini yupo pale hajangatuka, bado yupo. Makosa wanajua watafanyaje na kiti kile kitamu. Wengine pale wakingatuka ndio ajira hawana, hawana kazi. Kwa hiyo lazima wanasubiri hivyo kusubiria busara. Lakini huyo Mguto ambaye mwanzoni alituamanisha kwamba mpira mechi itakuwepo ya tarehe 8 mpaka saa 4 saa ngapi anasema mechi iko pale. Huyo Mguto ndo alishirikiana na wenzie kuahirisha mechi bila sababu za msingi. Huyo Mguto ndo alitumia maneno ya busara kuwasii Yanga, turudi kwenye maelewano, watumie busara, sisi tufanye ungwana. Huyo Mguto baada ya majibu ya kasi anasema alijua Yanga wataangukia pua, akitucheka. Sasa hivi Mguto huyo yuko kimya.
Sisi tunamoji mguto kama Yanga wameangukia pua, basi tupe majibu. Kakaa kimya. Inachaguliwa na vilabu ndio yani Yanga, Simba ndio tumeweka pale. Sasa bodi ya ligi imeonyesha interest kwenye timu fulani wanaoipenda. Sasa hizi timu zingine 16 17 Yanga imetoa hoja wajiuzuru kwa mapungufu yao na yameonekana, na jamii na Tanzania nzima inafahamu hivyo. Sasa pale wamepata dhamana na klabu na vilabu washike pale watongoze mpira wetu. Wameshindwa kama tuliweza kuwaweka sisi. Kwa hiyo tutafute platform ya kuwatoa. Si wao wameona makosa yao, wajiuzuru kwa sababu muda wao kuwepo pale. Kitu swali la mwisho kutoka kwangu, mjini sasa kuna taarifa za Mpanzu ni mchezaji wa mkopo. Na mwisho wa msimu Mpanzu anarudi the club Vita ya kule Kongo. Yaani nyinyi mmekodi na mchezaji wa kukodi. Iwe wa kukodi, iwe wa kuwazima, iwe wa nini, na ndio huyo ambaye anawatia homa. Anamtia homa nani sasa? Anamtia homa nani? Yule ambaye anasema kwamba amekopeshwa ana homa yake. Mchezaji yupo na ni mchezaji wa Simba, amesajiliwa Simba kwa kufuata taratibu zote. Ana mkataba wa muda gani? Sasa sitaki kuzungumzia mkataba, lakini anao mkataba wa muda mrefu kuwepo Simba. Muda mrefu ni muda gani? Muda mrefu iko very general. Muda mrefu ni upi? Ni upi muda mrefu? Miaka 5, miwili? Kwenye nafsi yako kwamba muda mrefu. Sasa hatuwezi kukadiria jambo ambalo wewe unalijua, mwenyekiti. Muda mrefu ni muda gani? Muda mrefu ni ule ambao wewe ndani ya nafsi yako unaona kwamba huo ndio. Uzungumzi na mimi, unazungumza na wana Simba wengine ambao wanataka kujua kwamba ana mkataba wa muda gani. Yupo sana. Anayeumia ataendelea kuumia mpaka kipindi ambacho mkataba wake utaisha, na ikiwezekana ataongezewa mkataba mwingine. Mbona kama mwenyekiti unahofia ukisema kwamba ni miaka 2 alafu kesho ukasikia amerudi Vita? Sio chochote. Miaka mingapi anayo kwenye mkataba? Ana miaka mingapi? Ninachosema tu ni kwamba mchezaji wetu ana mkataba wa muda gani na ataendelea kuwepo mpaka mkataba wake utakapoisha au mpaka pale ambapo tutatoa maamuzi mengine baina yetu na yeye. Ni mkataba wa mkopo, sio? Hakuna mkopo. Ni mkataba Sisi huwa tuchukui wachezaji kwa mikopo mara nyingi. Mara nyingi huwa tunachukua wachezaji kwa sajili. Ikitokea labda dharura au kwa makubaliano maalum na huyo aliyemleta mchezaji. Kwa hiyo Mpanzu hayuko kwa mkopo kama ambao alikuwa nao Jean Baleke. Amesajiliwa na amenunuliwa. Amenunuliwa kwa pesa ya Kitanzania. Shilingi ngapi? Pesa kadhaa. Ngapi kadhaa? Mbona unajibu kwa kurukaruka? Ngapi? Sasa pande zinazohusika haziko tayari kutoa. Haya basi, asante sana. Pamoja na muda ambao umebakia. Asante sana. Unapokuwa kwenye mkataba, ni ridhaa ya pande zinazohusika na mkataba huo kutoa taarifa zinazohusu mkataba, ambazo zinakataza kusema ni mkataba wa muda gani, 2, 3, 4 miaka. Pande zinazohusika ziko hivyo. Basi mwenyekiti, nakusalimia Juma hayo, Hans Rafael, Kamanda Jeff Lea, na niwatakie heri nyingi katika mvua hii. Heri katika mvua hii tena kaka. Nadhani mwenyekiti alitakiwa kuwa straight kuambia wana Simba Mpanzu yuko Simba kwa mkataba wa muda gani, kwa sababu kama wamemsa